Mimi kwa jina naitwa Debora Fredi Mwansa. Ni Mnyakyusa, mzaliwa hapa Mbeya. Kifupi niliolewa Mwanza, na wakati naolewa Mwanza nilikuwa ni mke tegemezi. Baada ya kukosana na mume wangu kutoka Mwanza nikakimbia na gari ya Sabena kurudi Mbeya. Ambapo baada ya kufika nyumbani, tangia mwanzo tu ile nafika, nilijua nilivyokosana na mume wangu kwamba labda nikifika nyumbani wale watu wa nyumbani kidogo kwangu watakuwa ni nini? Watakuwa ni faraja. Lakini nakumbuka hata sijamaliza hata kama ni hata siku chache nilikuja kwanza nikachunguliwa na aliyekuwa mdogo wangu, akasema umefeli sana kurudi Mbeya. Niseme mwisho wa siku nikajikuta mahangaiko yanabaki ya kwangu peke yangu, mimi na watoto wangu wawili. Sijui kazi, sijui nini. Nikajaribu labda niuze matunda, labda nifanye nini huko, kipindi hicho nifikia Pipeline. Katika mihangaiko ikanipelekea yani na kuwa stamani kuenjoy. Nikiongea na yule mwanaume sasa ulijidai unaondoka, nilikwambia utakimbizana na masufuria ya supu. Ambaye alikuwa bwana wako. Basi niseme ikaenda, baadaye akili yangu nikajikuta leo inaniambia nitafute hela kwa kasi, yani kwa nguvu. Kwa sababu na watoto wawili. Na watoto wawili. Uko kwenye jiji ambalo kwa asilimia kubwa kila kitu unanunua. Ndiyo. Mpaka ipo siku ambaye kuna kaka yangu ambaye anafanya kazi. Huyo kaka yangu niliwahi chukua tu mahindi, yani kulikuwa kuna kuvunavuna mahindi pale nyumbani. Na mimi nikajidai napokuchua nikaondoka tu na debe moja kwenda kwenye kile chumba ambako ambako niko na watoto wangu. Yule kaka yangu alifuata yale mahindi. Debe moja kwamba wewe umeondoka na mahindi nyumbani. Japo hilo debe sikulirudisha ila alilifuata. Mwisho wa siku zikaenda, baadaye akili yangu nikaipeleka kwenye kutafuta na Mungu nikamsahau. Kwenye kumsahau Mungu niko maeneo ya Black Tunduma, nikapigiwa simu. Ila baadaye bidi watoto sasa nikawapaki kinguvu wapi nyumbani. Hapo mamangu kwa mamangu mzazi. Mama yeye alipokeaje swala la wewe kupeleka watoto pale? Mimi mama yangu ndo kama hivyo, kuna mida ambao niliwahi mwambia ni lazima niongee ukweli kwa sababu mimi sasa hivi ni mtumishi. Na ili kusudi nikomboke bora niongee ukweli mbaya kuliko nikaongea uongo mzuri. Kuliko nikapamba. Kifupi ni kwamba ndo kama hivi ninavyokuelekeza, kuna vipindi ambavyo nilimfataga huku wakati niko kwa bwana wangu nilikuwa naweza nikatoa chochote kile tukashare. No. Lakini sasa mimi nilivyorudi mikononi mwao, nilivyokuwa sina kitu, sina mbinu za kutafuta hela. Nilikuwa nikimfuata mamangu. Ananiambia watoto wawili tu wanakushinda. No. Basi kwa moja kwa moja baadaye kanibidi sasa nikaingia kwenye nikaanza kutumia akili yangu, nikaingia niseme katika ile hali ya kidunia. Nikaanza kutafuta hela kikatili. Kutafuta hela kikatili niliingia Tunduma. Kwa kutumia akili nitafanyeje? Watoto wangu inahitajika wale. Ile njia panda pale kuna baa moja inaitwa Fudi. Niliwahi kodi pale vyumba viwili. Nikamwambia vyote nalala mimi. Hapo tayari nimeshajitupa kwenye nini? Kwenye dunia tu ili kusudi niwe napeleka hela nyumbani labda ndo nitathaminika. Nikachukua vyumba viwili pale, vile vyumba nimevichukua. Yani ni kwamba nikawa na car counter, naweza nikalala mpaka saa 6, nikawa na car counter, nikikaa counter nitaagiza labda lile afu kama ni chakula ndakila cha mara moja ambao ni chakula cha kutosha. Ila nikikaa pale nikiagiza lile bapa la kubwa, akija mteja akiniambia short time naambia ingia 8 au 6. Na mkonyeza ili mimi nichukue hela za chini. Kwa hiyo nakuta na mimi nauza vyumba vya mwenye nini? Vya mwenye guest huku mimi nimekodi kwa wiki. Kwa wiki mimi nimelipia 70. Kwa maana yake mimi zile short time pale naweza nikapata hata ngapi, kufika jioni nimeshaingiza nyingi, maana yake ni mpakani Tunduma. Kwa nikaa nafanya hivyo huku naweza nikajumua na nini na vipodozi. Ndio ipo siku japo ilikuwa inanijia tena sauti ya Mungu kwamba Mungu bado yupo, lakini ile tamaa. Kilichoendelea niko maeneo ya Black nikapigiwa simu. Debo, rudi haraka nyumbani. Nirudi haraka nyumbani kuna nini? Mtoto anaumwa. Nikamwambia kama mtoto anaumwa mbona niliwaambiaga namba za baba yake, pesa yoga napitiliza kwenu. Kwa vile mimi ninavyozurura huku hizo hela naweza nikanywa nikafanya nini, wanangu wana taabu. Wakaniambia hapana, mtoto alibakwaga na mwalimu. Unaona?
Pale pale nililia nikiwa maeneo ya Black, nikanunua mkanda wa pawa, nikajivilingisha, yani nikachukua kisu nikakiweka huku, nimevaa pune kinyekundu. Kwamba mimi kama mimi naenda kumchoma mwalimu kisu hadharani. Nikatoka pale, nimepanda gari kurudi Mbeya. Hata kondakta ananiuliza, nimeshachanganyikiwa, mwanangu ameniambia ni hivi na hivi. Na kati kujituma kwangu kote ilikuwa ni special kwa ajili ya nani? Ya wanangu. Basi kilichotokea, narudi nyumbani, nikamwambia baba, nimekuja kumchoma kisu, mimi nakuaga, naenda kumchoma kisu aliyembaka mwanangu. Akaniambia, mwanangu tushamweka ndani. Huyo nani? Huyo mwalimu. Baada kuniambia tushamweka ndani, mimi nikakaa na mwanangu na miaka 8 anavaa pedi, na muangalie hivi skope zangu zilikuwa zifungi. Nikaanza kupiga ili manake upendo wangu wote ulikuwa ni kwa wanangu. Kilichotokea, baada ya siku 3 mtoto wangu akapiga magoti, na kalikuwa kanaongea kidogo nini Kiingereza, mama nataka nirudi kwa nani? Kwa baba. Unaona? Nikamwambia, kwa nini unataka urudi kwa babako? Kwa vile mimi sina kitu. Akaniambia, hapana, aliyenibaka mimi ninapomwangalia roho inaniuma. Nikamwambia, aliyekubaka ni nani? Si wewe umeshasema mwalimu. Akasema sio mwalimu. Wanaokwenda jela sio wote wana hatia. Bwana mwalimu kapigwa mvua 30 nyuma ya nondo kwa kumbaka mtoto wa miaka 8. Sasa aliyembaka mtoto ni nani? Faili linafuata.